Ni nini kusudi la Mungu kwa mwanadamu? Sema amen. Amen. Kusudi la Mungu ndio nataka tujifunze siku ya leo, maana neema ya Mungu lazima tumrudie. Sema amen. Amen. Kwa hivyo nichukue nafasi hii niwakaribishe wote walio mbali na walio karibu kwa ajili ya ibada zetu ambazo tunazianza hivi sasa. Sema amen. Amen. Hebu tuangalie Mwanzo sura ya kwanza, tuangalie mstari 26. na 27. Kama kuna mmoja amepata Mwanzo sura ya kwanza mstari 26 na 27. Biblia Mwanzo ni mahali rahisi sana. Mtu hakuna yule amepata. Bible inasema ya kwamba Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke alimuumba. Bwana abariki neno lake. Amen. Bible inasema Mungu alisema na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Kwa huyo mwanadamu akafanywa mme na mke ili wafanane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anaposema juu ya kufanana naye, anamaanisha ya kwamba Mungu thibitisho lake ni upendo. Kwa hivyo anahitaji kila mmoja anayefanana naye lazima adhihirishe upendo. Upendo unachangiwa na kushika maagizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio kwa sababu unaona Mungu akadanganywa na mke wake. Bible inasema Mungu akakata uhusiano naye. Basi baada ya kukata uhusiano naye ni kumaanisha ya kwamba alitoka katika maagizo ya Mungu ambaye alikuwa haleluya. Lakini Mungu hana umbo, lakini akasema nimfanye mtu ambaye atakayefanana nami. Kwa hivyo tutakaaje na umbo na tufanane na Mungu? Haleluya. Tuangalie Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Ephesians chapter number 2 verse 10. Awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bible inasema sisi ni kazi ya Mungu. Kwa hivyo Mungu alikusudia tuwe na matendo mema. Sema amen. Amen. Ili tuweze kufanana na Mungu lazima tufanyike kuwa na matendo mazuri. Na sisi tukifanyika kazi ya mikono ya Mungu, ni kumaanisha Mungu anastahili kuendesha sisi vile anavyopendezwa. Sema amen. Amen. Kuna wakati mwingine nilikuwa nimeenda na jamaa mmoja, ingawa alifariki kule Westlands, kutafuta kazi. Na tulipofinya gate, kengele ya gate, sisi tukichungulia tuone mtu akija, tuliona robot ndio inatembea ikija fanye yale mambo yeye angefanya. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo Mungu kwetu anataka tukae hivyo katika mikono yake. Tufanye mambo ambaye yeye angefanya hapa duniani.
hayo ni matendo mema. Mungu anakusudia mwanadamu awe na matendo mema kwa sababu yeye ni kazi yake. Haleluya. Haleluya. Nafikiri hakuna mwanadamu ambaye anaweza matendo mema. Sema amen. Amen. Kwa hivyo nitataka tuweze kuelewa matendo mema ambayo nitakayozungumzia. Kuna matendo mema ya Mungu anayetaka. Jambo la kwanza linafaa tuwe na uhusiano. Alikuwa anaweza hudhuria ibada za mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anamtembelea mara kwa mara katika shamba la Edeni. Mpaka wakati alipokosa, Mungu hakuwa na nafasi ya ili mtu ajue ya kwamba unaishi pale, unafanya kuwa safi. Kwa hivyo sisi tunapofanya uhusiano wetu uwe karibu na Mungu, kuna vigezo fulani vinavyomaanisha ambavyo nataka niweze kuvitaja. Bwana asifiwe sana. Unajua, katika Mungu uumbaji wake alikuwa na kusudi ufanane na ulicho nacho. Kama wewe ni mwimbaji, kishughulikie kiimarishe. Sema amen. Amen. Kinakuunganisha na Mungu. Kile kipaji ulicho nacho kinakuunganisha na Mungu. Yaani wito wako. Sema amen. Amen. Ndio unasababisha kujulikana unatokana na Mungu. Kuwa na ushirika wa jumuiya. Bwana asifiwe sana. Amen. Jumapili, maombi ni kitu inakaa ndani ya mtu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata ukiwa kwa biashara yako huko, wewe ndio unabeba maombi. Sema amen. Amen. Ukiwa katika mfano wa Mungu, amen, uwe mtu wa kuabudu Mungu. Ukiingia katika maeneo ya kuabudu, unataka uwe kama Mungu. Sema amen. Amen. Na kulete Mungu, wapendwa, unaweza mlete kupitia kuabudu. Hakuna wa kufanana naye. Haleluya. Haleluya. Yaani unatafuta ili bora tu mwambie twende church. Kama uinjilisti uko ndani yako, una uumbile wa Mungu, mtu yule anakufuata tu, dada fulani niambia twende church, ndugu fulani aliniambia. Sema amen. Amen. Kwa hivyo kwa matendo mema tumeweza kuangalia tukasema ni kukaribiana au kuweka uhusiano na Mungu, kuwa na maombi na kusoma neno lake, kuweka ushirika wa jumuiya utiliwe mkazi, na kuwa na huduma ndani mwako kuabudu Mungu. Sema amen. Amen. Tuangalie Zaburi. Sema, ni nani niliye naye mbinguni wala duniani, sina cha kupendeza ila wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Daudi anasema ya kwamba ni nani niliye naye mbinguni, maana duniani sina cha kupendeza na Mungu ila yeye aliye mbinguni. Sema amen. Amen. Sijui kama unaweza tafuta kuwa na uhusiano wa namna hiyo, ya kwamba mambo yote ya duniani haiwezi kupendeza ila Mungu wa mbinguni. Biblia inasema mstari huo wa 26, mwili wangu na moyo wangu hupunguka, bali Mungu ni mwamba wa moyo wangu na sehemu yangu milele. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwili na moyo wangu hupunguka. Mfano wake anataka tudhamini yeye kuwa ndiye Mungu wetu, tufanye matendo ya kudhibitisha ni yeye. Ndio maana bali Mungu ni mwamba wa moyo wangu na sehemu yangu milele.
umfanye Mungu kuwa mwamba wako. Haleluya, haleluya. Mwamba ni kitu ambacho ukiwa juu yake hakuna kusongezwa, kutetemeshwa. Ukimfanya Mungu ndani ya moyo wako hivyo, ya kwamba ushauku mwingi unaweza kuwa, ya kwamba ukitaka kuishi vizuri, fanya vile isivyokuwa mapenzi ya Mungu, bali tafuta Bwana awe ndiye mwamba wa moyo wako na sehemu yako ya milele. Penda Mungu, penda maombi, penda kusoma Bible, fanana na Mungu katika mawazo, fikira, ili ya kwamba ushinde ulimwengu. Sema amen. Amen. Ulimwengu hatuwezi ushinda tusipoingiana na mfano wa Mungu. 27 Biblia inasema, maana wajitengao nawe watapotea. Umewaangamiza wote walio kuacha wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Wanaangamizwa wote walioacha Mungu, maana dhambi inawameza. Usipoingiana na mpango wa Mungu, dhambi na ulimwengu inakumeza. Na ndio maana anasema, nami kumkaribia Mungu ni kwema kwangu. Nimefanya kimbilio kwa Bwana Mungu, niyahubiri matendo yako yote. Kumfanya Mungu kuwa kimbilio na kufanya matendo yake yote. Usiwe mwenye dhambi, usiwe mbali na Mungu. Vile Adamu katika shamba la Edeni alivyokuwa karibu na Mungu, Biblia inasema Mungu anatoka mbinguni anamtembelea kule kwenye shamba la Edeni, wanazungumza naye. Bwana asifiwe sana. Amen. Mara ngapi Mungu anazungumza na wewe? Ni mara ngapi unaona uwepo wa Mungu ukiwa karibu na wewe? Unaweza kubadilisha kutokana leo ya kwamba mimi nitaishi kwa njia ya kumwabudu Mungu, kusoma Bible, kuangalia ni kipaji gani Mungu amenipatia, kuanza kukipalilia. Sema amen. Amen. Tumalizie Warumi 8. Warumi 8:28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Bwana asifiwe sana. Amen. Wale walioitwa kwa kusudi la Mungu, walioumbwa kwa mfano wa Mungu, Mungu anafanya kazi pamoja na wao. Sema amen. Amen. Mara ngapi Mungu amefanya kazi na wewe? Kwa sababu umetokana na mpango wake. Lakini ukiingiana na mpango wake, Mungu ako tayari kufanya kazi pamoja nawe. Unaweza omba kile unataka, Mungu akakupatia. Unaweza omba mlango wako ufunguke, Mungu akaufungua, kwa sababu anafanya kazi na wale ambaye wanaomwamini. Sema amen. Amen. Biblia inasema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Ndio maana nimesema ukitambua kipaji kilicho ndani yako, hiyo ndio kusudi ya Mungu anapandia hapo. Sema amen. Amen. Kama uko katika nyumba ya Mungu, umebeba wokovu, hauwezi kaa bila kipaji kile Mungu alikupatia. Unaweza kuwa ndani tu ya nyumba ya Mungu, wewe unaangalianga nyumba ya Mungu iko safi, iko na nini. Hivyo ndio Mungu alikuunganisha naye kwa hiyo njia. Sio lazima uwe mhubiri.
Bwana asifiwe sana. Mungu anaweza tafuta ile njia na kuunganisha nayo juu yake